Msaada unavuta chini. Moshi unavuta. Nitamisaidie. Sasa chini zangu hizo. Waliniambia ndani ya siku chache roho yako itakatiwa kabisa. Kurudi. Siku chache. Please. Ni tata. No, this can't be happening. Why? Why did you leave me? Come back! Please come back! I can't do this without her! He's gone. Let him rest. Fuatilia simulizi hii yenye mafunzo makubwa. Ingia YouTube, andika Baba wa Simulizi, kisha andika Hakufa Kikamilifu. Usisahau kulike, comment na kusubscribe. Pia tuambie unatazama ukiwa wapi? Kanisa liwe linaomba kwa nguvu. Kanisa liwe linaomba. Sasa tuanze kuitazama simulizi hii. Usiku ule, kijiji kilikuwa kimenyamaza vibaya. Hakukuwa na mbwa aliyebweka wala upepo uliopuliza. Ilikuwa ni ile aina ya kimya kinachofanya hata mtu jasiri ahisi kuna kitu kibaya kinakaribia. Ndipo Mbaraka akafa. Mwili wake ulipokuwa bado nyumbani kabla ya kuzikwa, wazee wawili waliokaa karibu na sanda walidai waliona kidole chake kikisogea taratibu, lakini waliogopa kusema. Asubuhi yake akazikwa. Udongo ulipofunikwa juu ya jeneza, radi iligonga mbali, ingawa anga lilikuwa wazi. Ndani ya kaburi. Mbaraka alisema baadaye kuwa hakufa kama watu wanavyokufa. Alijikuta anaamka gizani, mwili wake ukiwa mzito, pumzi ikiwa chache. Aliposukuma, akagonga mbao. Nilikuwa ndani ya jeneza, alisema kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka. Lakini sikufa bado. Kabla hajapiga kelele, ardhi ikapasuka kiroho, si kimwili. Kivuli kikubwa kikapenya ndani ya kaburi. Mikono isiyo ya kawaida, baridi kama chuma cha kaburini, ikamshika. Hakupanda juu, alivutwa chini. Gamboshi ni familia ya wasiorudi. Safari haikuwa ya umbali, bali ya mateso. Alijikuta katika Gamboshi, mahali pasipo na jua, pasipo na mchana. Anga lilikuwa jekundu kama damu iliyooza. Ardhi ilikuwa hai, ikitoa sauti kama mtu anayepumua kwa shida. Watu walikuwepo, wengi, lakini hawakuwa watu kamili. Wengine walikuwa na macho tupu, wengine walitembea bila miguu, wengine walilia bila sauti. Kila mmoja alikuwa amefungwa kwa minyororo ya kivuli, ikitoka shingoni hadi ardhini. Huko, Mbaraka alisema, niliona watu waliokuwa bado wanaishi duniani, lakini roho zao zilikuwa Gamboshi. Wachawi walikuwepo, sio kama wanavyofikiriwa. Hawakuwa wazee pekee, kulikuwa na watoto, wanawake, hata watu waliokuwa wakionekana wacha Mungu duniani. Walikuwa wakichukua nguvu ya roho za watu, wakizitumia kama chanzo cha maisha yao. Kilichoanza kumuua zaidi. Kila usiku wa Gamboshi, walimlazimisha kuangalia mwili wake mwenyewe ukioza kaburini. Aliona minyoo ikiingia puani, masikioni, kinywani. Waliniambia, alisema kwa sauti iliyopasuka, ndani ya siku chache, roho yako itakatika kabisa, hakuna kurudi. Na kweli, alianza kusahau jina lake, uso wa mke wake, sauti ya watoto wake. Alikuwa anakuwa kitu cha Gamboshi. Siku moja, kama siku zinaweza kuhesabika Gamboshi, alisikia kitu kipya. Sauti. Mwanzoni ilikuwa kama mnongono. Kisha ikawa sauti nyingi. Kisha ikawa kelele ya vita. Nilisikia jina langu, alisema huku akilia, likiitwa kwa mamlaka. Kanisa lilikuwa linaomba. Maombi hayakuja kama maneno.
yalikuja kama mwanga mkali uliokuwa unaunguza giza. Minyororo ikaanza kuwaka moto. Wachawi wakaanza kupiga kelele kwa hofu, si kwa hasira. Walisema, wanatudai kilicho chao. Gamboshi ikaanza kuporomoka. Kurudi kwa yule aliyezikwa. Kwa kishindo cha kutisha, Mbaraka alijikuta akiingia mwilini mwake kwa nguvu. Kaburi lilipasuka. Ni Chacha! Nilisema haima! Stop! Usiku ule, walinzi wa makaburi walikimbia bila kuangalia nyuma waliposikia kitu kinachokwaruza kutoka ardhini. Asubuhi yake, watu walimuona akitembea, lakini hakuwa kama zamani. Macho yake yalikuwa na kitu kizito. Sauti yake ilikuwa nzito kuliko mtu aliyerudi tu. Alisema, nilirudi, lakini Gamboshi bado ipo, na haichukui waliokufa tu, inachukua waliolala kiroho. Nilirudi, lakini Gamboshi bado ipo, na haichukui waliokufa tu, inachukua waliolala kiroho. Tangu siku hiyo, kaburi lake halijafunikwa tena kikamilifu. Watu wanasema usiku kuna sauti za minyororo, na kanisa halijawahi kuacha kuomba, kwa sababu Mbaraka aliwaonya, maombi yakisimama, wao hurudi.